Shalom. Leo naomba tujifunze kupitia story ya Alexander the Great. Alexander the Great alikuwa ni mfalme wa kale wa falme ya Makedonia. Hii falme ilikuwa inatawaliwa na baba yake King Philip wa pili. Baada ya King Philip wa pili kufa, ndipo wakamkaimu, yani ndipo wakamtawaza mfalme Alexander the Great kuwa mfalme wa Makedonia. Historia fupi ya taaluma ya Alexander the Great ilisimamiwa kikamilifu na mwanafalsafa mkongwe na mashuhuri alienda kwa jina la Aristotle. Kwa hiyo Aristotle ndo alikuwa mwalimu wa Alexander the Great. Mama yake alienda kwa jina la Olympias. Alexander the Great alichukua madaraka ya babake baada ya babake kufa akiwa na miaka 20 tu. Alizaliwa mwaka 365 akafa mwaka 323 BC, before Christ. Sasa kuna jambo la msingi nataka tujifunze siku ya mwisho ya kifo cha Alexander the Great. Ilipofika siku ya mwisho ya mauti ya Alexander the Great, aliwaita majenero wake. Alivyoita majenero wake, akawaambia mambo makuu matatu ambayo wanatakiwa wayafanye siku ya mazishi yake. Jambo la kwanza alisema, naombeni jeneza langu libebwe na madaktari bingwa. Jambo la pili akawaambia, naombeni fedha zangu, dhahabu, mali zangu zote zimwagwe barabarani, yani zimwagwe, watu waokote wherever it's take. Jambo la tatu akawaambia, naombeni mkono wangu katika jeneza langu ubaki una hang, yani una hang pembeni. Sasa kuna general mmoja alikuwa na busara na hekima sana, akamuuliza mfalme, kwa nini umetuambia tufanye haya mambo? Alexander the Great akatabasamu la kifo, akawaambia, msijali, nitawaambia. Jambo la kwanza, kwa nini nimekuambia kwamba mwili wangu ubebwe na madaktari bingwa? Hii ina maana kwamba haijalishi madaktari watakuwa na uwezo kiasi gani, lakini hawana nguvu zaidi ya kifo. Jambo la pili akawaambia, nimewaambia mgawe, mtupe mali zangu, dhahabu na vitu kama hivyo, ni kwa sababu hivi vitu vyote ni vya dunia, vitabaki hapa hapa duniani. Hakuna mtu atakayeenda na mali baada ya kifo. Na jambo la tatu ni kwamba nimekuambia muweke mkono ubaki unaelea, ni kwa sababu nilizaliwa bila kitu na ninarudi bila kitu. Kuna watu wanaumiza maisha ya wengine kwa sababu ya mali. Kuna watu wanatesa hatima za wengine kwa sababu ya mali. Kuna watu wanatoa roho za wengine kwa sababu wapate fedha. Nikupe habari njema, haijalishi unafanya mabaya kiasi gani kwa sababu ya dunia hii, kuna siku itafika, hata ungekuwa na fedha kiasi gani utaziacha hapa. Hata ungekuwa na elimu kubwa, ungekuwa na akili kiasi gani, hiyo akili itatumika hapa hapa na itabaki hapa hapa. Swala la wewe kwenda mbinguni, swala la wewe kuondoka kwenye haya maisha, kunategemea utakatifu. Mpendwa, haijalishi dunia ni nzuri kiasi gani, haijalishi unaitazama kwa uzuri kiasi gani, dadangu, haijalishi unajiona wewe ni mzuri kiasi gani, kuna siku itafika hautauona huo uzuri tena. Watu watalia kuonyesha wanakupenda, lakini hautawasikia. Watu watasema mazuri mengi ambayo uliwafanyia, lakini hautawasikia. Sikia, linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, kwa sababu hiyo ndio tiketi ya kwenda mbinguni. Nikukumbushe, baada ya haya maisha kuna maisha mengine. Wakina Alexander the Great walikuwa ni great kweli, walifanya mambo ambayo mpaka leo tunawakumbuka, lakini yale walioyafanya hapa duniani, kama ni mema watayavuna, tutawakuta uzimani, lakini kama walikuwa ni wabaya wataenda hukumuni. Haijalishi una hela kiasi gani, haijalishi una cheo kikubwa kiasi gani, haijalishi wewe ni maarufu kiasi gani, vyote ni ubatili, vitaachwa hapa. Lakini jambo la msingi linategemea moyo wako. Wakati unawekeza kutafuta vitu vya dunia, wekeza kujenga moyo wako, imarisha moyo wako katika utakatifu, na Bwana atakuwa
atakuwa ni mpokeaji wa maisha yako baada ya haya maisha, atakuwa ni mwenyeji wako kwenye uzima wa milele. Jina la Bwana litukuzwe. Amen.